Mke wangu, kesho ndio ile siku ambayo nilikwambia nitakuwa na safari ya kikazi ambayo itanichukua miezi miwili. Ndiyo mume wangu, nakumbuka, lakini miezi miwili yote hiyo mimi sitaweza kuishi peke yangu hapa, kwa hiyo bora tuende wote tu. Hapana, hilo haliwezekani mke wangu. Tukiondoka wote, nani atasimamia nyumba zetu pamoja na biashara zetu? Inabidi wewe ubaki ili uweze kusimamia vitu vyote hivyo. Basi sawa, nitabaki ili nisimamie mali zetu. Ndio maana nakupenda mke wangu, nakupenda sana. Mama mwenye nyumba, karibu. Karibu kae. Karibu sana. Nakumbuka nilikwambia kuhusu kodi yako, naomba nivumilie kidogo. Kuna misha naisikilizia hapa, nikipata pesa nakuhakikishia nitakupatia. Wala hata usijali sawa, mimi sijaja hapa kufuata kodi, nimekuja hapa na shida nyingine kabisa. Shida gani tena? Shida gani tena mamangu? Hivi Sam, unajua ni kijana handsome sana. Mwanamke yeyote akikuona lazima atamani kuwa na wewe. Unataka kumaanisha nini tena mama? Usiniite mama tafadhali, niite tu bibi Shabobo, bibi mwenye matashtiti yake mjini, bibi mke wa tajiri. Ila mimi Sam, shida yangu ni moja tu. Mimi nimezama, mimi nakupenda sana. Unafanya nishindwe hata kula, yaani nikinywa maji na kuona, nikila chakula na kuona, hata pia nikiwa chooni pia na kuona. Lakini Bishabobo, wewe ni sawa na mama yangu, na kingine wewe ni mama mwenye nyumba wangu pia, na mimi namheshimu sana mume wako, siwezi nikamvunjia heshima kama hivyo. Umri ni namba tu Sam. Yaani kuna vijana kama wewe wanaitafutia nafasi na hawaipati, na nakuhakikishia ukiwa na mimi utakuwa haulipi kodi. Na hata hivyo huyo mume wangu nani atamwambia? Hataweza kujua, labda wewe ndo ukamwambie. Basi sawa, nimekubali, lakini nihakikishie itakuwa siri yetu. Safi sana Sam, na wewe umeamua kuwa mmoja wa vijana wanaopenda maendeleo. Vizuri sana, njoo kwanza nikumbatie.